ukimwi. Mungu wa kwetu anakuponya na HIV. Mungu wa kwetu anakuponya na TB. Mungu wa kwetu anakuponya na kaswende, kisonono, UTI anakuponya nayo. Ukija kwa Mungu wetu, yeye anakuponya. Umeng'ang'ana na huyo Mungu wako, lakini hajawahi kukuponya. Umeng'ang'ana mpaka wengine anakuambia tujaribu kwenda upande wa pili. Upande wa pili ni wapi kama sio kwa waganga? Wacha nikwambie, Yesu atakuponya leo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Naamani alipoona vile, akaenda mpaka Yerusalemu. Akafika kule, akakuta kule kuna nabii, ambaye huyo nabii ni mtu ambaye hafahamiki kabisa. Unaweza ukawa mtumishi wa Mungu, unaweza ukawa mtumishi wa Mungu ukawa haufahamiki kabisa, lakini pakitokea shida watu watakutafuta na waseme pale kuna Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni historia ndefu ya Naamani. Naamani alipofika pale, yule nabii akamwambia Naamani, kwa sababu ya huyo ugonjwa wako, nenda kwenye ziwa fulani ukajitumbukize mle mara 7. Naamani akafika pale, akaangalia ziwa lilivyo, akadumbukia mara ya kwanza, mara ya pili, haoni ugonjwa ukitoka. Mara ya 3, mara ya 4, haoni ugonjwa ukitoka. Mara ya 5, mara ya 6, anaona tena ndio vidonda vimeongezeka. Mara ya 7, Biblia inasema Naamani akatoka akiwa mzima. Sema amen. Haleluya. Naamani akatoka akiwa mzima. Akabadilika, mwili wake ukabadilika. Naamani akabadilika, akawa tena kama mtoto mchanga. Wacha nikwambie wewe unayenisikiliza, umeteswa na ugonjwa wa ukoma. Ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa unaoangamiza. Ugonjwa wa ukoma sasa hivi ni ugonjwa unayekuangamiza. Umesumbuliwa vya kutosha, umeingia kila hospitali, wanakuambia huo ugonjwa huwezi ukapona. Umeenda Makiungu, umeenda sijui KMC uko Moshi, umeenda Muhimbili, umeenda hospitali ya Mkapa, umeenda Rufaa, umeenda mkoani, wanakuambia ugonjwa wako ndugu yangu wewe kufa ni kufa tu. Lakini wacha nikwambie, ukija kwa Yesu na huo ugonjwa wako lazima utapona. Haleluya. Amen. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Magonjwa ni mengi ambayo yanahitajika kuponywa. Sio ugonjwa tu ambao unauma, sio homa kali tu, sio ulemavu, sio kichaa. Magonjwa ni mengi. Umesumbuliwa na mapepo miaka nenda miaka rudi, majini yanakusumbua wewe, na pombe hutaki kuacha, wewe na uchawi hutaki kuacha. Hayo yote ni magonjwa, ni ukoma ambao unakuangamiza. Unakula wewe taratibu, wewe huo wote ni ukoma. Yani asubuhi mpaka jioni ugoro uko mdomoni. Huyo yote ni ukoma unakuangamiza. Ukiamka unawaza pombe, ukilala unawaza pombe. Ukiamka unawaza uzinzi, ukiamka unawaza uzinzi. Ukilala unawaza ushirikina, ukiamka unawaza ushirikina. Yani wewe na ukoma hamtofautiani. Ndio maana tunakuambia Mungu wa kwetu ni Mungu anayeokoa. Sema amen. Ninapoenda kumalizia, wewe unayesumbuliwa na ugonjwa wa ukoma, unasumbuliwa miaka nenda miaka rudi, ukoma unaangamiza mtu taratibu. Ukoma ni ugonjwa unaomuua mtu taratibu. Na ukifa na ugonjwa wa ukoma, hata maiti yako haiwezi kafunuliwa watu wakuage, kwa sababu ni ugonjwa unaomangamiza mtu. Unajaa vidonda mwili
mwili mzima unafananishwa na ukimwi wa sasa hivi. Ukiwa na ugonjwa wa HIV, hata kama unatumia dawa na ukiangamizwa unakufa ukiwa na vidonda. Ukimwi unamuua mtu taratibu, hata kama unatumia dozi namna gani, lakini kwa Yesu ukimwi unaondoka. Hata kama unatumia dozi namna gani, ukija kwa Yesu unaombewa, ukimwi unaondoka. Wacha nikwambie, Yesu anakupenda sana. Yesu anakupenda sana. Sema amen. Wewe ulihangaika vya kutosha, na wewe ambaye ukoma unakuua taratibu kama Naamani. Naamani huyu ambaye tumemzungumzia alikuwa jemedari mkubwa sana, alikuwa mtu mkubwa sana, lakini mtu mkubwa ameangamizwa na ukoma. Unaweza ukawa mtu mkubwa sana, lakini unaangamizwa na kiburi, unaangamizwa na chuki, unaangamizwa na umbea. Wewe mtu mzima unatoa matusi ambayo hayafai kwa watoto, mpaka watoto na wamekaliri. Wanajua mama huwa anatukana, wanajua baba huwa anatukana. Huo wote ni ugonjwa wa ukoma, unakuangamiza. Wewe unafikiri unafundisha watoto vizuri, kumbe ndio unawaangamiza. Watoto wanaiga yale wazazi wanayofanya. Unafikiri unafanya vizuri, kumbe ndio unaangamiza kizazi chako. Ndio maana tunasema kizazi cha sasa hivi kimekufa. Mimi sijasema kizazi cha sasa hivi kimekufa, bali wazazi wa sasa hivi ndio wamekufa. Kizazi huwa hakifi, ila wazazi ndio wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mzazi unapowalea watoto wako kwenye misingi inayofaa, na watoto watakuwa vizuri. Ukiwalea watoto kwa mistari ya kimungu, ukiwalea watoto kwa misingi ya kimungu, hata watoto wataishi na watakuwa na hofu ya Mungu. Lakini unalea watoto kwa misingi ya kishirikina. Watoto wanajua waganga wakiwa na miaka 2, watoto wanajua uchawi wakiwa na miaka 3, watoto wanajua kutukana wakiwa bado ni wadogo. Unapowalea watoto namna hiyo, hatuwezi tukasema kizazi kimekufa cha watoto hawa. Hapana, ila ni wazazi waliokufa. Unafananishwa na Naamani ambaye alikuwa mtu mkubwa. Wewe unaweza ukajiona wewe ni mtu mkubwa, mfanyabiashara Singida mzima, mfanyabiashara Mikesi, wewe ni tajiri, lakini kuna ugonjwa unaokuangamiza, na wewe mwenyewe moyo wako unajisuta, moyo wako unajihukumu, unasema ni kweli kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wetu, Mungu wetu anaokoa. Haleluya. Amen. Mungu wetu anafanya nini? Anaokoa. Ukimkubali Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, huo ugonjwa utakusumbua, hayo maradhi yatakusumbua. Shetani anapenda unavyohangaika. Shetani ni raha yake kuona unateseka. Shetani ni raha yake kuona unahangaika kwa nyumba za waganga. Shetani ni raha yake kuona unaingia baa. Shetani ni raha yake kuona unakamata uzinifu. Shetani ni raha yake kuona unatukana. Shetani ni raha yake. Shetani hajawahi kupenda kuona mtu anafanikiwa. Shetani hajawahi kuona mtu anapenda mtu ambaye anamuona mtu anavaa vizuri. Ndio maana wacha nikwambie, ukoma ni ugonjwa mbaya sana. Ukoma ni ugonjwa mbaya sana. Kama tunavyoogopa TB, kama tunavyoogopa ukimwi, kama tunavyoogopa kaswende, kama tunavyoogopa kisonono, kama tunavyoogopa UTI, ndivyo ukoma nao miaka huo ulivyokuwa unaogopewa. Wacha nikwambie, Yesu anakupenda sana. Kuna siku moja utaulizwa, haukuwahi kusikia injili iliyonenwa Mikesi, ambayo ni injili inayookoa, injili inayompa uhai mtu, injili inayomsimamisha mtu kuwa imara, ni injili inayookoa. Sema amen. Amen.
Simama tuombe Mungu.